Jambo ya Kristo. Jambo ya Roho. Haleluya. Asante kwa nafasi hii ambayo askofu mkuu pamoja na askofu wangu wa jimbo la Nairobi Bernard Adeka mmenipatia kwa kunena machache kwa ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa ajili ya mahafala. Hii ni graduation ya 3. Baba askofu mkuu. The 3rd graduation kwa wale ambao wanasoma theolojia chini ya mwabuli wa Holy Spirit Church. Bwana Yesu asifiwe. Graduation ya kwanza tuliweza kufanyia pale Shauri Moyo. Wale waliofuzu ni watu 8 ambao walifuzu mwaka huo. Graduation ya pili ilifanyika kwenye makao makuu mahali shule iliyopo St. Jacob Bible Institute, na hiyo ndiyo ilikuwa graduation ya pili. Ya tatu ni hii, na correctly said na karani wetu mdogo Bwana Mshabek Mzembi. Graduation ya kwanza tulipatiana certificates zetu kutumia dhehebu letu la Holy Spirit Church of East Africa. Graduation ya pili certificates zetu ziliweza kutoka katika shirika la OAIC. Graduation hii ya tatu certificates zetu zitapatikana, zitakuwa kwa jina letu la shule yetu ambayo sasa iko registered. Ilikuwa registered mwaka jana kwa serikali, St. Jacob Bible Institute. Bwana Yesu asifiwe. Baba askofu mkuu, tuko huru kupeana vyeti kwa jina la St. Jacob Bible Institute. Tuko na uhuru wa kufungua bank account na kufanya yale yote ambayo yanahitajika kwa jina la St. Jacob Bible Institute. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nembe ya Yesu. Nembe ya Roho. Bwana asifiwe. Certificate hii kupatikana imechukua muda wa miaka 8. Tulilaunch 8 years ago. Ilikuwa vigumu kwa sababu ya sheria za kiserikali kupata certificate hii, lakini sasa tuko huru kupeana vyeti. Kwa hivyo baba askofu, utakapopeana vyeti kuanzia leo kuenda mbele itakuwa ni St. Jacob Bible Institute. Nashukuru kwa nafasi ya kuweza kujumuika na wanafunzi. Wamekuwa wanafunzi wazuri, wamefanya bidii katika masomo yao, na kwa hivyo hata mimi nasema congratulations. Kwa sababu safari ilipoanza tulianza tukiwa watu 15. Wengine Mungu amewaita, wengine wakawa na shughuli mbalimbali wakakwama njiani. Wengine pia wameniambia watajiunga na darasa la mwaka huu wa 2025 ambao watafuzu mwaka wa 3 mwezi wa 3 mwaka ujao. Shule yetu tunatumia lugha ya Kiswahili na vile vile Kiingereza na vile vile kilugha ambayo mwanafunzi anaweza kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Shule yetu si ya kufanya theory peke yake, ni ya kufanya practical. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sio shule kama zile shule nyingine baba askofu mkuu ambayo mtu anaenda kusoma tu awe na knowledge lakini hawezi kufanya kazi kwa kanisa. Tunamwambia hata baada ya kuhudhuria masomo au anaweza kufanya kazi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu certificate zetu hazisomi St. Jacob Bible Institute, hazisomi theology, nasoma Christian ministry. Kwa sababu tunataka watu wafanye kazi kanisani, wasaidie kanisa na vile vile communities zao. Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza maneno mengi. Ningelipenda tu labda mwanafunzi mmoja aseme tu jina na maneno mawili tu, alafu turudishe baba askofu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu yetu ambayo yanakaliwa na askofu mkuu, maaskofu, assistant bishop, reverends, mama kitu mama diocese na pastors, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waamini wote kwa jumla, wacha nimsalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sisi tuna furaha jinsi tumekaa pale, tuna furaha kuwaona nyinyi mahali hapa kwa ajili ya siku ya leo. Jinsi ambavyo mmesikia our school hii imeanza na historia, iko na historia chache, na a step of 1,000 miles starts with a step. Bwana Yesu asifiwe. Na mmesikia hii ni graduation ya 3. Praise God. And we are lucky, we are the group yenye imeanzisha kupata certificate under St. Jacobs. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoanza, it's not about having money. It's not that sisi tulikuwa na time kuliko nyinyi. Jinsi tunavyoelewa, sometimes we commitment. Bwana Yesu asifiwe. So it is a good class because inatufunza mambo mengi outside theology, and don't have that mindset ya kusema theology ni kuwa pastor. Bwana Yesu asifiwe. Let us not have that mindset. You can even be a spiritual leader in your house. Bwana Yesu asifiwe. You can be a spiritual leader in your church. Bwana Yesu asifiwe. And also knowledge is power. Bwana Yesu asifiwe. So that hata mtoto kwa nyumba akikuuliza jambo fulani katika Biblia, you can also explain and elaborate. Bwana Yesu asifiwe. It is a good class. Let us join. Sisi unaona leo ndio siku, na si ati ni mwisho tu, bali tutaendelea. This is just a step. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wajaanza, let us join. I think mwalimu will explain. I think the next class is going to start on 15th of this March. Let us register and work, na tukue na watu ambao wanaelewa neno kwa wingi katika hekalu letu. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana na Mungu awe nani. Asante. Huyo ndio aliyekuwa kiranja kwa darasa la 2024-2025. Yeye alikuwa prefect, na vile nilipokuwa tunaanza kusoma niligundua kwamba ako na knowledge ya accounting. Na wakati nilifika kwa lesson ya baba askofu mkuu, wakati nilifika kwa lesson ya church governance administration upande wa finance, alikuwa wa msaada mkubwa kwa darasa hili sana. Mambo ya kuweka vitabu ya cash book, mambo ya kuweka orodha vizuri ya hata finance zetu za darasa hili yeye alikuwa akiweka. Board of management, mwakilishi akiwa Fred, sio mmoja wa board. Huyu ndiye alikuwa anatuwekea pesa za kanisa za shule. Na wakati mtauliza accounting kama ni kulifunga, mtatufunga na yeye. Bwana asifiwe. Ninashukuru kwa nafasi hii. Challenge ambayo tuko nayo baba askofu mkuu ni kwamba moja, upande wa school fees walipo imeingia polepole, na kuna baadhi yao bado ni madai kitu. Watamalizia, watatuona kabla wachukue vyeti vyao kikamilifu, lakini utawapa. Alafu kisha ni hivi, havijawekwa sahihi na chairperson, tutarudisha tuweke C. Sawa. Sababu yeye ndiye anaye. Bwana Yesu asifiwe. Mnapopokea vyeti vyenu, mnaenda nyumbani, pige sherehe, alafu kisha mtarejesha tuweke C. Mkumbuke karo mkuje nayo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu cha bure kweli? Asante. Nimeshukuru kwa board management ambayo pia imenipatia nafasi, kwa sababu shule iko na wasimamizi vile, na ningependa chairperson wa board management aje pia asalamie ibada. Chairman anakuanga Bernard Yambura,
lakini mwili wake haujisikii vizuri, amemtuma mwakilishi. Karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mlembe gosi. Mlembe jiaga. Mlembe jumwami. Mlembe graduation. Sema haleluya. Sema haleluya. Ni furaha kuu kuwa hapa na kushuhudia hiyo sherehe. Vile mmesikia mwenyekiti wa board Bwana Bernard alinipigia simu akasema, tafadhali kwa niaba yangu nenda uniwakilishe, na akapeana salamu akasema ukifika kule tafadhali wape salamu zangu. Mmekubali? Yes. Inawezekani. Vile mmesikia tuko na board ambao na shughulika na hiyo college, na hiyo board hatuwezi kuja hapa wote kwa sababu mimi mnajua tu gharama ni iko juu. Ndio sababu walichagua mwenyekiti, naye kwa sababu vile nimesema akaniambia tafadhali niwakilishe. Walisema tu nipende salamu. Ninaembekani. Ndio Kenya sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Vile kinara wa Institute amesema, tunaomba kila mshiriki tafadhali ingia kwa shule. Sio ati utakuwa pasa ama utakuwa nini. Uwe tu na ile akili ya kupata neno la Mwenyezi Mungu. Sio lazima utakuwa pastor, hapana. Ingia kwa darasa. Kama bado hujaingia, vile wamesema March 15 sajili na darasa hilo la 4 vile hilo. Asante. Asante sana Bwana Chiam. Mpe makofi. Tunaendelea na ibada. Tunapozungumza kuna swali mtu ameuliza, shule yenyewe iko wapi? Shule tulifungua extension campus hapa Shauri Moyo, kwenye kanisa letu hapa Shauri Moyo, opposite na Bama. Ndio darasa letu liko. Tunakutana pale siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. School fees shilingi 15,000 certificate. Kwa hivyo ukija kuregister ni 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upeane 1,000 yako, na ukipeana utapewa receipt, official receipt. Alafu tupangane vile tutaanza darasa. Tukutane tarehe 15 saa 2, kwa sababu huwa tuna viwango viwili, saa 2 mpaka saa 7 na saa 8 mpaka saa 12. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanatoka kazini wanaweza kimbia wakaingia darasa la saa 8. Alafu tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Lesson zetu ni lesson 12 ambazo ni muhimu katika huduma. Ukimaliza hiyo, alafu kisha unakuwa uko tayari kuweza kufuzu. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa nafasi Baba Askofu Mkuu. Asante kwa nafasi maaskofu wenzetu. Asante askofu wangu Adeka kwa nafasi pia kunipa chance. Ingekuwa ni kama hapa mahali tulipo tumeweza kubuku na pesa mingi, ingekuwa tuna shule ina buku mahali pa kukutania, tulikuwa tunalipa pesa mingi. Lakini asante kwa nafasi. Nembe je Yesu. Nembe ja Roho. Ni Mwokozi aliyenivia.
incoming pastors. Mwambie Sizumi. Kuanzia leo ni kusalamia pastor Kihamu, usiangalie nyuma. Ni wewe unasalamia. Ni wewe unasalamia. Ni wewe unasalamia. Ni pastor. Ni wewe unasalamia. Ni pastor. Bali nitakuwa nasalamia wewe. Nimepewa challenge. Out of the 10 niko na pastors 1, 2, 3. Kwa hiyo nitakaa nitafute 7 assemblies this year. Bwana Yesu asifiwe. Ndio niweke mahali hii matio wamepata ifanye kazi. Si ni kweli? Sababu ikiwa kwa assembly ya mtu fulani wataanza kupigana. Ukisimama watu wanakusikiza, mimi wanisikiza. Sasa kwa hivyo, sababu wamepata matio zaidi. Waje niambie secretaries and treasurers. Wale watakuwa wanafanyia hawa kazi. Vitabu msipoweka vizuri shauri. Hiyo siku nilikuwa huko nikakuta wanafundishwa kuhusu bookkeeping. Mko na shida. Mimi nitauliza our treasurer secretary awaite nyinyi pia mjifunze bookkeeping, ndipo mwende pamoja na wachungaji. Katika bookkeeping wako na masomo zaidi kushinda hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vile nimesikia mwalimu amesema next class inaanza. Amsho tutakuwa na wanafunzi wengi kushinda hapa. Na mkitaka principal kwa wanafunzi wengi, mali tutakuwa mnaenda mzae matunda. Mwambie Sizumi. Mimi nitamani ya kwamba niende kusoma ili nihubiri kama Wilson Marere. Nihubiri kama Collins Gobe. Sio? Mwambie Sizumi. Japo wengine wanaogopa kwa mchungaji. I know what I'm going to do. Takuta kuja kwako, tunakunywa chai, tunakula ugali, kumbe kiko na barua. Leo fulani wewe ulipoti kwa asili fulani. Sasa ndio kupatia kama nimeomba. Mambo yale pia nuka katika jambo. Kwa nini Sizumi? Sita kwambia kutuma barua tu. Na nitangoja kwanza nipatie basi niweke mkubwa. Sababu ukisoma barua unakopa kwa mchungaji. Mimi utanipatia basi. Bwana Yesu Sizumi. Kwa hiyo nashukuru sana. Unajua sisi tunatumia jina nzuri graduate, sio? Sasa kama mama Baranga. Mafana. Yes, look at that name. Mama unapenda. Sasa watu wa AP, polisi, nini wana graduate. Tulikuwa kwa sherehe ya Mafana. Walikuwa wanaolewa. Kurudu kwa mpira ni bila jeji mpira ili kurudu. Lakini hao ni graduates. Kila heshima wanafunzi, wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Principal takusaidia hii mwaka Archbishop nimewaza zaidi. Kabla mwezi wa 6 nataka kufungua website ya kanisa kwa jumla. Website. Simnaijua? Ndipo principal weke advert ya shule, ndipo tuweke advert ya kanisa letu ijulikane katika ulimwengu mzima. Ni just 15,000. Hiyo haitanishinda. Watu tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatamani kusema semeni amen. Wewe hapo unataka semeni amen. Ndio sikia. Pastor wako agenda kusoma secular Christian wakikisha hapo na school nyumbani. Kweli ama si kweli? Ngo pastor anang'ang'ana kulipa stima ya kusoma na wewe huwezi kumsaidia kulipa school fees. Analipa stima, anatafuta school fees. Unapiga magoti,
Pastor nibariki. Na kuna day na shule na msumbua kika. Anapoomba na kupiga ile school nitalipa kweli. Bwana. Mwambie Yesu nzuri. Tulikuwa kwa kesha siku moja Jericho. Kaambia mchungaji hebu omba. Sema, "Asante kwa Yesu na saya." Manati ngana. Sasa kuuliza zingine. Ndio kwanza kwanza anaona. Pia itakuwa hivi. Pastor atakuwa na kuombea, anaanza school fees, ama ananyamaza kwanza. Na baraka iko inaanza kuli. Kwa hiyo pastor, wale mtaenda shule, nitawasukuma mpaka mtaenda. Ili mtalipa school fees. Endelee. Sasa ya kutawazwa ama ya kupewa certificate inaelekea na ajue. Lakini huko kushikubwani kwa. Mungu kama ndio kushiku kwanza. Askofu hata hivi. Nilikuwa nasema saa ya kuombea na kupewa certificate imefika. Asha, tuleni maji kunywa. Ndio moyo. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit of the Lord come down. May the blessings of the Lord come down. Amen. May the blessings of the Lord come down. May the blessings of the Lord from heavens come down. May the blessings of the Lord come down. May the glory of the Lord come down. Amen. May the glory of the Lord come down. May the glory of the Lord from heavens come down. May the glory of the Lord come down. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit of the Lord come down. May the happiness of the Lord come down. Amen. May the happiness of the Lord come down. May the happiness of the Lord from heavens come down. May the happiness of the Lord come down. May the love of the Lord come down. Amen. May the love of the Lord come down. May the love of the Lord from heavens come down. May the love of the Lord come down. Haya, mko tayari? Kabla mkae, nataka niwakalishe na Mungu. Baba, katika jina la Yesu sema ni asante. Siku njema tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Wachungaji wamekuwa kwa masomo. Siku leo baba tunafunga kuwapatia imani ya kwenda kunena neno. Archbishop amesimama kutaka hiyo kazi. Mpe nguvu na uwezo wa kibali kufanya hiyo kazi. Kambarika mwingi sababu ni Bwana. Shule wanafunzi mikono mwako. Wanapopokea cheti zao baba tutakuwa pamoja nao. Pamoja na familia zao. Mwalimu wetu wa lecture mikono mwako Bwana. Wale ambao wanatamani kusoma Kristo wanakaribisha Bwana. Wafuatie hela na fedha za kulipa school fees ili wasome watumikie kanisa liweze kusimama.
Ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Viongozi ambao tumetembea nao kutoka headquarters, Bishop wa jimbo la Nairobi pamoja na viongozi wote wa Nairobi, principal wa college yetu St. Jacob pamoja na mwakilishi wa mwenyekiti akiwa ni Fred Zare, Assistant General Secretary, makafala ama graduates na sisi wote kwa jumla, wasalimu katika jina la Yesu. Mrembe bosi. Mrembe bosi. Mimi nafurahishwa sana kwa siku ya leo kupewa kibali niwe wa kupeana hizi certificates. Nimeshukuru sana kwa graduates ambao wamestahimili mwendo mrefu wa masomo. Kusoma ni juhudi, na ninawashukuru zaidi. Nimepewa hii nafasi kwa sababu hata na mimi nilijitahidi nikasoma kiasi. Nilisoma katika Berea Theological College miaka mitatu, ambayo ni sister college ya Limuru St. Paul's University. Nikatoka hapo nikaenda kusomea Switzerland kuhusu maneno ya makanisa, ecumenical studies, kwa University of Geneva. Ndio sababu nimepewa hii nafasi, kwa sababu cheti changu kiko juu kidogo kuliko hiki, na siku ambazo zijazo hawa nao watakuwa na cheti kuliko hiki, tena nao watapewa nafasi ya kusimamia the graduates. So ukiwa na cheti, diploma, degree, unaweza kupeana kwa wale wanachukua certificates. Ukiwa na degree unaweza kupeana kwa diploma. Kwa hivyo nimeshukuru, you have recognized that I also went to school. Nataka I want to encourage you. Masomo hayana uzee. Kila mmoja wetu tunasoma kila siku. Kwa hivyo ningependezwa sisi karibu wote tuwe na masomo ya theolojia, na haswa hawa graduates ni wa ministry. Ministry ni kusema kwamba wanaweza kutumwa kule Korokocho, waende kuhubiri kule, wafanye kazi kule. Waambiwe waende Mombasa, waende kule. Kazi yenye wanafanya it is on the ground. Wakati nilikuwa Switzerland, Bosse Institute of Ecumenical Studies, walikuwa wanatupeleka kwa Lake Geneva. Wewe uko peke yako na uko kwa bahari, na wanakuambia wewe hubiri. Hakuna mtu, lecturer ameenda na wewe kwa bahari, anakuambia endelea kuhubiri. Wewe na bahari. Wanakuchukua, wanakupeleka msituni. Ndege ndio unaona tu kwa msitu, unaambiwa endelea na mahubiri. Mahali pengine unapelekwa kwa kanisa ya wazungu,
Unaanza kuhubiri, unakuta umebaki peke yako. Wazungu wote wameenda nje. Kwa sababu gani? You are the only black person there. Unabaki peke yako. Na mimi nilistahimili nikamaliza. Nilikuwa na rafiki yangu Mkikuyu wa Anglican. Alisema kama ni hivyo mimi narudi kwetu. Alirudi Kenya. Ako hapa Nairobi. Unaingia kwa train, gari la moshi. Compartments ni nyingi tu. Moja linakuja linapita, unaingia the following one. Ukiingia unataka kukaa, wazungu wanaamka wanakuacha hapo peke yako. Wanaenda kwa compartment nyingine. Ubaki hapo peke yako. Na uko kwa masomo, just imagine. I'm trying to bring up the challenges that you might face in the ministry. Na wakati nilikuwa Berea, wakati uligraduate tuliambiwa tununue gumboots, tununue gazeti, tuwe na Biblia, tuwe na torch. Torch ni kwamba ukiitwa usiku usiseme kuna giza, unaondoka. Gumboots usiseme kuna matope, wewe uondoke uende. Gazeti usiseme sijajua watu wananyongwa Kenya, uwe umejua watu wanafanya nini. Uwe na haki ya kuzungumza maneno ambayo umesoma. So, na uwe na Biblia kwa mkono. You have to have those ones. Lazima uwe prepared kwa masaa ambayo ni mazuri na masaa ambayo ni maovu na mabaya. Kwa hivyo, it is not my time kuzungumza mengi, lakini nilikuwa nawaambia mjue there are a lot of challenges. Lakini kuna wengi ambao wamepitia masomo bado wanaendelea na wamezeeka wakihubiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So don't let anybody discourage you. This is only the first step. Endeleeni kusoma, muende zaidi na zaidi. Asante kwa principal na board kwa kuweka college yetu mbele ya sheria ya serikali. It is now fully registered. Na sasa sisi wenyewe we will be conferring certificates. Tutakuwa tukipeana certificates kama Holy Spirit Church of Eastern. Tutakuwa tukiita wengine kama wageni. And now Bishop Nyongesa, ukitamani kazi hii ya kupeana certificate, you have to go back to school. Kama huwezi nini nitapeana tu throughout. Wale watu wa kwa Mzimbabwe, ukitaka siku moja uitwe upeane certificate, you must go to school. Otherwise mtabaki tu hapo hapo. Mimi nimefanya hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. The challenge inatokana wapi? Kwa Mzimbabwe. Wao nao waende kule. Tulisema waende kule even kwa wiki 2-3 wapewe ile wanaita namna gani? Honorary certificate ama diploma hivyo ndio certificate of attendance. You know your bishop ni msomi. I know that. Ni msomi wa Daystar University. Tutazungumza mengi baadaye. Mnaweza kumuona tu mnakaa naye hivi, lakini is a learned person. Najua juu tulikuwa tunakaa naye kwa nyumba moja na tukasemezana mambo mengi sana enzi hizo. Sasa hizi tuko wazee. Kwa hivyo mtaniruhusu nipeane certificate
kwa wasomi wetu. Mmekubali? Nitakuwa nikiita mmoja kwa mmoja akikuja hapa nikipeana certificate. Leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. College See you.